Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, leo sijui ni ibada, sijui ni operation, sijui ni vita, sijui ni fujo. Leo sielewi ni maandamano. Muulize jirani yako, hivi ni ibada, ni maandamano, ni vita au fujo? Sema sielewi mimi hapo nini. Leo ni tarehe 11 mwezi wa 5. 11 mwezi wa 5 leo. Kuna moja. Kanisa hili lilipoanza miaka 15 iliyopita, ibada yake ya kwanza, Jumapili yake ya kwanza ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 11. Mmenielewa? Mungu anaikumbuka hiyo tarehe. Mungu ana kazi na hiyo tarehe. Umesikia? Mungu anaikumbuka hiyo tarehe. Mungu ana kazi na hiyo nini? Tarehe ambayo ilikuwako tarehe 11 mwezi wa 11. Anaikumbuka leo tarehe 11 mwezi wa 5, Jumapili. Ana kazi. Bwana ana kazi. Shike mkono jirani yako, mwambie Bwana ana kazi na tarehe yake na watu wake. Sasa kabla ya darasa mama church, imani ndiyo chombo kinachotumika kubebea jambo lolote la kimungu unalolitaka. Iwe ni uponyaji, iwe ni muujiza, iwe ni prophecies, iwe ni deliverance, iwe ni breakthrough. Itahitaji mtu wewe uwe na imani. Mmenielewa? Uwe na imani. Najua mmezoea ibada za Kipentekoste hapa kanisani. Nataka leo, kama utamwamini Bwana wewe hapo, kwa hiyo sio kazi yangu, itakuwa kazi yako. Kutafanyika ibada hapa ya Upentekoste wa Matendo ya Mitume leo hapa. Kwa nitaka hilo ni kuweke mapema, uweke moyo wako mapema vizuri kwa ajili ya kupokea vitu kutoka kwa Mungu. Unajua saa nyingine sisi Mungu anaweza kututumia kwa namna ya kipekee, lakini sasa shida inakuja kwa wale ambao tunasimama mbele zao, uwezo wao wa kuelewa mambo na kupokea mambo. Umeelewa bwana? Kwa hiyo inatulazimu Mungu atusqueeze ili tulingane bwana. We pepo paka umezoea pepo paka unavua shati ndio linatoka. Sasa ukiona pepo anamwamkia mchungaji shikamoo, hapo sasa unaanza kusema sasa hii ndio nini? Pepo tunaweza tukamtuma maji akatununulia akaleta.
Hasa unasema hii sije kuona hii sasa hii ndio nini? Ni uwezo tu mdogo wa kuona mambo ambayo Mungu anaweza kufanya kupitia watu wake. Sio kama unaelewa? Kuna mtu ananielewa hapa? Kwa hiyo Kiswahili kizuri ni kwamba mimi anayenichelewesha ni wewe. Mimi anayenichelewesha ni nani? Ni wewe hapo, ndio unanichelewesha mimi kila siku. Mwambie jirani yako, umesikia maneno haya? Wewe ndio unamchelewesha yule bwana. Mtume wa machimbo, wewe ndio unayemchelewesha. Kwa sababu ya hizo imani na aina ya huo Ukristo ambao wewe uko nao, Ukristo wa kienyeji, umeelewa sijui. Sasa ukiona hapa inapigwa kitu unasema unaanza mawazo, hiyo labda saa yake. Hiyo labda saa yake. Mara labda pete yake. Umeelewa sijui? Kwa sababu mjazoea hizo level hizo. Na kama natengeneza hali ya hewa, yani mnielewe, nataka mimi kujiachia safari hii. Nimemiss move kwenye dimension zangu, mnanichelewesha, mnaninyima flavor. Unakuwa nafikiria hivi watu watanielewa pale? Hivi kweli pale nikiunga mimi mifupa ya watu wamevunjika miguu Muhimbili, nikiunga kwa mkono hivi, wewe unaamini hicho kitu? Wewe utasema hizo ni nguvu gani hizo? Kwa sababu umezoea nguvu za kufunga mhogo. Sijui kama unanielewa. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Sijui kama kuna Mpentekoste mmoja ananielewa. Unajua Pentekoste level yake ni ya juu sana. Na mnasoma kuna mambo walifanya mitume, Yesu Kristo mwenyewe hajawahi fanya level hizo. Sio? Jamaa anapita tu kivuli chake, watu wanaangalia jua litakuwa linatokea wapi, kivuli kitakuwa wapi, wanalaza wagonjwa, wanalaza maiti. Jamaa anapita tu na shughuli zake, kivuli kinafufua maiti, kivuli kinaleta uponyaji, kinatakasa ukoma, afu jamaa anaenda zake, kivuli chake tu. Mpaka hapo umenipata? Umejua nataka kutokea mimi? Nataka kutokea mimi leo pazito. Mshike mkono jirani yako, mwambie ujiandae. Wewe si unasemaga wewe ni Mpentekoste? Mwambie si unasemaga wewe ni Mpentekoste wewe? Si ndio huyo anasemaga yeye kaokolewa? Unazijua nguvu za Mungu? Muulize, unajua nguvu za Mungu wewe? Anasemaje? Kiasi gani? Kidogo ndio namwambia mtu, wewe mtoto wako aliozaliwa nipe niongee naye. Anasema sasa hataelewa nini? Wewe bwana wewe. Na tunaongea na ana smile na anaacha tabia yake ya kulia usiku. Hajaelewa, ameelewa. Hizo ni level nyingine tena hizi. Kwa hiyo nataka leo mimi hapa niongee na moyo wako. Nataka mimi niongee na wewe halisi, niongee na roho yako. Amen. Vizuri sana. Sasa ndugu zangu, fungua Biblia yako Mwanzo sura ya 49 mstari wa kwanza na mstari wa 20.
maneno haya ninayotaka kuyasoma katika Mwanzo 49 ni maneno yalizungumzwa na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu wakati wote katika maandiko amekuwa akipenda kujitambulisha naye. Mungu hana tabia ya kujitambulisha tu na kila mtu. Lakini ukiona Mungu anajitambulisha na aina ya mtu, unaanza kujua huyu mtu hakuwa mtu tu wa kawaida. Si ndio ndugu zangu? Na huyu sio mtu mwingine, anaitwa Yakobo. Mungu anaitwa Mungu wa nani? Umeona maneno haya? Mungu ni wa nani? Naam. Kwa nataka nisome maneno haya ya Yakobo, alafu baadaye nitasoma maneno pia ya mtumishi wa Mungu mwingine Musa. Yanafanana tu. Alafu nitakwambia anachotaka kuzungumza. Haya maneno alizungumza Yakobo mwaka 1689. Maandiko yanasema hivi: Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni, anawaambia wanae, ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Biblia yetu ya Kiswahili inazungumza maneno hayo. Lakini hii sura ya Mwanzo 49 inaongelea ugawajwi dispensational ni ugawaji wa nabii, ugawaji wa prophecies, ugawaji wa prophecies. Kwa Kiingereza ndio inakaa vizuri zaidi kuliko Kiswahili, kwa sababu ugawaji wa nabii Kiswahili inakuwa kidogo inasumbua, lakini kwa Kiingereza ni prophecies. Yani kuna nabii nyingi ambazo Yakobo anazigawanya. Kwa hiyo Yakobo anafanya mgao wa unabii katika ule mstari wa kwanza. Na ni aina mbili za mgawanyo anazozifanya Yakobo. Aina ya kwanza ya unabii anaofanya Yakobo unahusiana na siku za usoni, later days, siku za usoni,
ama Kiswahili kingine kizuri, siku za baadaye zitakavyokuwa. Kwa mgawanyo wa nabii hizi, kundi la kwanza linahusiana na siku za usoni ama siku za baadaye zitakazowahusu watoto wake. Alafu kundi la pili la nabii hizi inahusiana na last days, siku za mwisho. Last days. Kuna latter days na kuna last days. Siku za mwisho kabla ya kunyakuliwa kwa kanisa, last days. Kuna siku za usoni, siku za baadaye. Kwa Yakobo anatoa hizi nabii kwa mgawanyo huo, akizungumza na wanaye. Anawaambia, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Yakobo anaongelea kwenye sura hii baraka na laana. Zinategemeana na uhusiano wa watoto wake na Mungu. Ndio jambo la msingi sana kwenye sura hii. Anasema ziko baraka, anawaambia wanaye. Alafu anasema ziko laana, anawaambia wanaye. Lakini anawaambia hivi vitu viwili vinategemea sana uhusiano wenu wanangu na Mungu. Kwa hiyo uhusiano wako na Mungu utaamua uangukie upande wa baraka ama upande ule wa pili. Kwa hiyo anawakusanya watoto wake. Baba mzazi huyu anataka kuachilia baraka kwa watoto wake. Anataka kutoa unabii kwa watoto wake, jinsi watakavyokuwa. Nabii inapotolewa kwenye maisha ya mtu, inafanya wepesi wa maisha ya mtu huyo kufanikiwa. Kwa kwanza anapata awareness, anajua yeye ni nani, lakini pili anajua namna gani anapaswa kuwa ili kufikia katika prophecy ambayo imewekwa kwa ajili ya maisha yake. Nafikiri mnanipata Yaani hapa najitahidi kadri ninavyoweza kuwa polepole. Mstari wa 20 hapo. Huyu ndio mtu nataka nimzungumzie leo. Mmefika Mwanzo 49:20. Vizuri sana. Hebu nisome. Tena? Ndiyo. Asheri. Chakula chake kitakuwa nini?
kinono, naye atafanya nini? Atatoa tunu za watu gani? Za wafalme. Yani anafanya prophecy kwa mtoto wake. Ibada hii mimi kama baba yenu wa kiroho nataka nifanye kama walivyofanya mababa wa kiroho kwa watoto wao. Nataka leo, kama wewe unanisikiliza mimi vizuri, nataka nitoe prophecy ambayo Mungu atahakikisha inatimia kwenye maisha yako. Mungu atahakikisha inatimia kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu amezungumza na mimi muda mwingi kunielezea nachotakiwa kufanya. Kwa hiyo najua nachotakiwa kufanya. Baba akimbariki mwanae anamfanyia wepesi wa kufanikiwa, kama vile baba akimlaani mwanae anamsaidia kumfanyia wepesi wa kuharibikiwa. Umenipata? Mungu amenituma leo, nataka niwabariki wanangu kwa prophecy. Nataka niwavushe mahali kwa prophecy. Nataka nitabiri leo juu ya mtu kwa namna ya kipekee kwa prophecy ya Roho Mtakatifu. Na baada ya ibada hii nataka niwahakikishie NCC itakula manono, NCC itastawi katika jina la Yesu Kristo. Wameitwa watoto kupata prophecy kutoka kwa baba yao. Mliona tangazo kwa mara ya kwanza tangu kanisa lianzishwa kwenye grupu letu. Linasema usikose ibada hii. Hivi vitu havifanyiki tu kwa sababu mtu anaamua. Heri wewe uliyekuja. Kutakuwa na tofauti kati ya uliyekuja kusikiliza na asiyekuja. Umeelewa? Na ningependa nikwambie ibada tatu zipo, tatu. Hii ya kwanza inafuata ya Jumapili, inayofuata inafuata Jumapili ya tatu. Tutakuwa tumeondoa jamvi. Tutakuwa tumeondoa jamvi, tutakuwa tumeondoa presence. Yani umeelewa, itakuwa move on. Itatokea nini? Kinatokea, yataanza mabadiliko moja baada ya jingine. Itaanza neema ya Mungu moja baada ya nyingine kwenye maisha ya watu. Utaanza wepesi baada ya hatua moja baada ya nyingine kwenye maisha ya mtu. Nimekuja hapa mimi, nimetumwa. Hebu sema Asheri. Baba anambariki mwanae Asheri. Anasema wewe Asheri, wewe utafanya nini Asheri? Utakula nini Asheri? Utakula nini? Sio vilivyokonda. Umeelewa sije? Na mimi nataka nikwambie wewe unayenisikiliza leo, hautaenda mbinguni bila kula vinono. Wewe hapo hautaondoka dunia hii bila kumiliki vinono. Wewe hapo naongea na wewe hapo. Naongea na wewe hapo unayenielewa. Hautaondoka dunia hii bila kuona watoto wako wakila vinono. Nani amesema? Babu yao Gilbert. Twende. Unajua kuna vitu vya ajabu. Yakobo aliwabariki wanae, akawapa na unabii. Twende Kumbukumbu la Torati 33. Na unaona Yakobo hapa anatoa baraka kabla ya kufa kwake. Lakini Kumbukumbu la Torati 33, Musa naye kabla ya kufa kwake, naye Musa naye anakusanya wale watu wale ambao walibarikiwa na baba yao. Musa naye tena anawakusanya tena, anawabariki tena. Nataka niwe pole pole kidogo ili nisiruzi focus. Umefika Kumbukumbu 33 mstari wa kwanza. Hii ndiyo nini? Hii ndiyo nini? Huyo nani?
mtu wa Mungu aliwabarikia wana wa nini? Kabla ya nini? Kabla ya kufa kwake. Kule tumeona Yakobo kakusanya wanae kabla ya kufa kwake, akawapiga prophets, akawapiga na blessing. Hao wamekuwa na Musa. Musa naye kabla ya kufa kwake akawapiga blessing. Watu wale kuna nini kwenye matamko hayo? Tumesoma Mwanzo 49:20. Tumemwona nani? Asheri. Mimi nadili leo na Asheri. Najua watu wengi hamjai kumjadili, ndio napita naye leo, na kichwa changu cha somo kitatoka kwa Asheri. Nataka tusome Asheri anachukua baraka kwa baba yake Yakobo, na Asheri anachukua baraka kwa mtumishi wa Mungu Musa, anakusanya. Nataka tuzione baraka ambazo Asheri anapewa na Musa. Twende mstari wa 24. Nimekusomea mstari wa kwanza ili ujue hizi ni baraka. Ndo kazi yangu itakuwa leo hapa, na kupiga prophecy na kupiga na blessing. Mmefika 24 hadi 27. Vizuri sana. Sikia maandiko yanasema, na Asheri akafanyaje? Akamnena. Roho Mtakatifu anasema waambie wasome wenyewe. Hebu someni. Na kubaliwe katika nduguze. Umesikia Na kubaliwe katika nduguze. Biblia ya Kiingereza nyingine inatumia favor, apate favor. Biblia ya Kiingereza nyingine inatumia apate kibali miongoni mwa ndugu zake. Huyu Asheri, huyu ndio NCC. Apate kibali miongoni mwa ndugu zake. Upate kibali miongoni mwa ndugu zako. Upate kibali miongoni mwa Watanzania wenzako. Wakupe kipaumbele miongoni mwa Watanzania wenzako katika jina la Yesu. Nasema na ubarikiwe, upate kibali miongoni mwa ndugu zako. Umeona hiyo? Umeona hiyo baraka anapata Asheri? Alafu inaendelea, inasemaje? Naam. Na magomeo yatakuwa ya chuma na shaba. Kadri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa nini? Nguvu zako. Yani kadri siku zinavyoendelea ndivyo nguvu zako zinaongezeka. Hiyo baraka iwe juu ya mwanamke wa kanisa hili. Hiyo baraka iwe juu ya biashara unayofanya. Hiyo baraka iwe juu ya familia yako kwa jina la Yesu. Hiyo baraka iwe juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Kadri siku zako zinavyoendelea ndivyo baraka inavyoendelea. Piga kelele, sema fire. Tuendelee, hatujamaliza. Naam. 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 Akasemaje? 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 Akasemaje?
Anawaambiaje adui wa Asheri? Tunawaambiaje adui zako? Tunawaambiaje adui zako? Tunaiambiaje hali yako ngumu? Yakobo anasema Asheri ale vinono. Akaja Musa akarudi na Asheri yule yule. Musa mtumishi wa Mungu akaja juu ya Asheri. Somo langu leo, kichwa cha somo langu leo, na achovye mguu wake katika mafuta. Kwa sababu hii message ni prophetical. Na achovye mguu wako katika mafuta. Na achovye mguu wako katika nini? Umeona hilo andiko? Na achovye mguu wake katika nini? Somo letu ni nini? Tena Musa anamwambia Asheri, na achovye mguu wake katika mafuta. Hii ndio ibada ambayo nataka nichovye mguu wako katika mafuta. Umenipata? Somo ni nini tena? Tena? Vizuri sana. Sasa nataka nifanye utangulizi kwa haraka sana. Moja ya tahadhari inayotolewa kwa watumishi wa neno la Mungu, moja ya tahadhari inayotolewa kwa watumishi wa neno la Mungu ni pamoja na kuhakikisha kuwa tunalitumia neno la Mungu kwa halali. Moja ya tahadhari inayotolewa kwa watumishi wa neno la Mungu ni pamoja na kuhakikisha kuwa tunalitumia neno la Mungu kwa halali. Neno la Mungu linatahadharisha kuwa walimu wa neno la Mungu watapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Neno la Mungu linatahadharisha kuwa walimu wa neno la Mungu watapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Kwa sababu hiyo ni muhimu kwa kila mtafsiri wa neno la Mungu kulitafsiri kwa halali neno la kweli, ili watu wa Mungu wasipotoshwe. Tarudia kwa haraka. Kwa sababu hiyo ni muhimu kwa kila mtafsiri wa neno la Mungu kulitafsiri kwa halali neno la kweli, ili watu wa Mungu wasipotoshwe na kujikuta wakipotezwa kwa kutokuwa na maarifa ya kuifahamu kweli ya neno la Mungu na kanuni zake
za kutafsiri. Neno la Mungu linatafsiriwa kwa usahihi, ama neno la Mungu likitafsiriwa kwa usahihi linaleta mwelekeo sahihi kwa watu wa Mungu. Tafsiri sahihi ya neno la Mungu na tafsiri njema kwa neno la Mungu huwajenga watu, huwapa watu wa Mungu makuzi sahihi ya kiroho na kuikulia imani sahihi na kujenga uhusiano imara na Mungu. Tafsiri sahihi na njema kwa neno la Mungu huwajenga watu wa Mungu, huwapa makuzi sahihi ya kiroho, kuikulia imani sahihi na kujenga uhusiano imara na Mungu, na kujiepusha na matumizi mabaya ya maandiko yatakayowapelekea kuzuka kwa imani potofu na kuwafanya wanadamu wasitimize kusudi sahihi la Mungu katika maisha yao. Nikirudia sana nitapoteza malengo yangu. Sasa kama wewe umepata neema unaweza kuandika kwa kasi, naomba uandike kwa kasi, kwa sababu muda huu na yale nataka kuyatenda hapa sio marafiki sana. Kama wewe utaona darasa hili limeenda kwa kasi, utatufuata katika TV yetu. Umenipata utatufuata katika TV yetu bwana. Pale utapause, utanini. Umeniona bwana? Mimi leo nimetumwa mbinguni kufanya kazi zangu, kwa hiyo nina speed moyoni kuliko unavyoniona. Umenipata sijui ndugu yangu? Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 14. Alafu utaandika pia Yakobo sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Nitakusomea maandiko haya. Uwakumbushe mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali uharibu wasikiao. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukilitumia kwa halali neno la nini? Neno la kweli. Yakobo 3. Waraka wa Yakobo sura ya 3. Yakobo, ndugu yetu Yakobo sura 3 mstari wa 1 na wa 2. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa
mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana tujikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu awezaye kuuzuia na ulimi wake wote, kama kwa nini? Kwa lijamu. Vizuri sana. Somo langu vipengele ni viwili. Tutajifunza somo hili kwa vipengele viwili. Tutaangalia kwa kina, mapana na marefu juu ya somo hili, na mambo ambayo tutakayoangalia: moja, tafsiri halisi ya kuchovya mguu wake katika mafuta. Tafsiri halisi ya kuchovya mguu wake katika mafuta. Sehemu ya pili, jinsi ya kuchovya mguu wako katika mafuta. Ya kwanza, tafsiri halisi ya kuchovya mguu wake katika mafuta. Mbili, jinsi ya kuchovya mguu wako katika mafuta. Tuko pamoja mpaka hapo jamani? Okay. Andiko hili la Kumbukumbu 33 ni sehemu kamili ya maneno ya baraka ya Musa kwa kabila kadhaa za Israeli kabla ya kufa kwake. Andiko hili ni sehemu kamili ya maneno ya baraka ya Musa kwa kabila kadhaa za Israeli, ambayo ni kabila 12 kabla ya kufa kwake. Musa alikuwa akifanya hivyo kama kiongozi wa kiroho, kama ilivyokuwa kwa Israeli au Yakobo, ambaye ilipofika saa yake ya mwisho pia aliwaita wanaye. Tumesoma katika Mwanzo 49, na kuwatamkia baraka na nabii kwa maisha yao. Kwa hiyo maneno ya Musa na achovye mguu wake katika mafuta Asheri yana uhusiano na baraka ya moja kwa moja kwa kabila la Asheri. Lakini ni lugha ya kinabii inayohusiana na mafanikio ya utajiri mkubwa ambao Mungu amewapa kabila la Asheri. Lugha ya nini ile? Lugha ya kinabii inayohusiana na mafanikio ya utajiri mkubwa ambao Mungu amewapa kabila la Asheri. Ndio maana ya neno na kanyage mguu wake katika nini? Mafuta. Na achovye mguu wake katika nini? Mafuta. Kabila
Asheri lilibarikiwa sana kimwili na kiroho, na kwa maelezo ya marabi wa Kiyahudi walipokuwa wanalielezea hili kabila la Asheri, marabi, kwa kabila hili la Asheri pia lilikuwa na wanawake wazuri sana na waliokuwa na adabu sana, na walikuwa hawana malingo. Mbona sifa hii? Kabila hili lilikuwa lina wanawake wazuri sana, wako na adabu sana, na walikuwa hawana malingo. Unajua, mtu aliye tajiri sana, moja kati ya kitu ambacho anakuwaga huwa hana malingo. Mtu ambaye ni tajiri wa kubabaisha, moja ya kitu utakiona kitakachokuonyesha huyu ni tajiri wa mchongo, atakuwa na malingo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Hawa wanawake wa kabila la Asheri walikuwa hawana malingo kwa sababu walitoka kabila ambalo lina utajiri mkubwa sana. Hakuna kitu utawaonyesha wewe ni kipya. Na hata ukiona matajiri sana wanavyovaa, wakakutana na wafanyakazi wao wanavyovaa, unaweza kusema mfanyakazi ndio tajiri, kwa sababu maskini ana mambo mengi. Unakuta tajiri na t-shirt tu yake moja na kubasi moja hivi basi. Kwa hiyo kama unafikiri una baraka na umekuwa arrogant, wewe unajua bado wewe ni maskini. Kwa hiyo kabila la Asheri lilibarikiwa mpaka likawa halina maringo, kwa sababu hawana kitu kipya chochote ambacho utawaonyesha wao hawana. Nataka nikutangazie ibada hii kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamani ibada hii kwa yule atakayefungua moyo wake achovye mguu wake katika mafuta. Nasema uchovye mguu wako katika mafuta, uchovye mguu wako katika baraka, uchovye mguu wako katika neema, uchovye mguu wako katika kibali, uchovye mguu wako katika kumiliki, uchovye mguu wako katika kushinda. Nataka mtu mmoja leo ibada hii kwa jina la Bwana achovye mguu wake katika mafuta, yani ubarikiwe kwa namna ambayo hautakuwa na maringo na hakuna cha kukubabaisha. Mungu ananiambia, Bwana Gili, wako watu wanapiga makelele, wanasema unajua injili za baraka sio. Mungu ananiambia ni ndio pia. Umemwona Yakobo anafanya unabii na anabariki. Unamwona Musa anakusanya watu na anabariki. Hiyo nayo ni injili. Nimekuja nikwambie leo, nimekuja kama baba yako wa kiroho. Nataka uchovye mguu wako katika mafuta, uwage umaskini kwa jina la Yesu, uwage upinzani kwa jina la Yesu, uwage unyonge kwa jina la Yesu, uwage kukataliwa kwa jina la Yesu, uwage mateso kwa jina la Yesu, uwage kunyauka kwa jina la Yesu, uwage kukandamizwa kwa jina la Yesu. Nataka leo uchovye mguu wako katika mafuta kwa jina la Yesu. Nataka leo uchovye mguu wako katika mafuta kwa jina la Yesu, ili ule vinono, ili umiliki baraka, ili uwe na furaha, ili uwe na amani kwa jina la Yesu. Sisi kama unanielewa, kabila la Asheri ni kabila lililobarikiwa utajiri na mafanikio na ongezeko kubwa, lakini pia ni kabila lililobarikiwa
kama watu ambao huwezi kuwashinda kiurahisi. Yaani ukitaka kwenda kupigana na kabila la Asheri ulikuwa huwezi kutoboa. Yaani mtu unaruhusiwa kuanzisha vita, lakini ukienda upande wa kabila la Asheri wanakulaza chini, yaani wanakufumua. Yaani sio tu walikuwa wamebarikiwa na utajiri, lakini pia walikuwa wamebarikiwa na ulinzi. Ndio maana unaona komeo la chuma. Nataka nihakikishe jioni ya leo ama mchana wa leo kuna komeo la chuma linawekwa kwenye uchumi wako. Kuna komeo la chuma linawekwa kwenye biashara yako. Kuna komeo la chuma linawekwa kwenye familia yako. Kuna komeo la chuma linawekwa kwa kile unachofanya. Watu wanaoshindana na kile wanachokifanya hawatatoboa kwa jina la Yesu. Watu wanaokusanyika kinyume na kile unachofanya hawatatoboa kwa jina la Yesu. Nakwambia leo utatia mguu wako katika mafuta, hawatatoboa kwa jina la Yesu. Wale ambao hawapendi unachofanya hawatatoboa kwa jina la Yesu. Wale ambao hawaungi mkono unachofanya hawatatoboa kwa jina la Yesu. Wale ambao wanapenda kushindana na wewe hawatatoboa kwa jina la Yesu. Wale ambao wanapenda kukukandamiza hawatatoboa kwa jina la Yesu. Nataka niongee na mtu leo katika ibada hii ya kinabii ya kwamba yatawekwa makomeo ya chuma. Wale wanaotaka kukusonga hawataweza kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema fire. Sema tena fire. Sema tena fire. Siji kama hiyo imekukaa. Hiyo ndio Kumbukumbu 33:25. Hebu soma, anaambiwa Asheri. Tulikuwa pale. Soma 25. Nataka ukimbizana na muda. Kumbukumbu 33:25. Na yatakuwa nini? Umeona, Asheri sio tu tajiri. Asheri sio tu kwamba anapata kibali miongoni mwa ndugu zake, lakini Asheri ukiamua kushindana naye utoboi. Umeona maneno haya? Umeona? Kwa sababu Asheri alikuwa ana ulinzi wa uhakika. Ndio maana ukisoma ule mstari unaofuata pale, hebu soma 26. Soma 26 usikie maelezo. 26. Hapana anayefanana na Mungu. Yeye. Anafanyaje? Ili afanye nini? Na Asheri, jamani, Asheri, unajua kuna watu wanabarikiwa mpaka unalewa. Amepigwa atakula manono. Umeelewa sijui? Akakutana na Musa, Musa akasema bado utachovya mguu wako katika mafuta. Utakuwa na utajiri, utakuwa na mali, utakuwa na wanawake wazuri wenye adabu, wasio na malingo, kama sehemu ya baraka kwenye hilo kabila lako. Lakini anamwambia bado utapata kibali katikati ya ndugu zako. Na mimi nataka niwaambieni, kuna watu leo ibada hii unahitaji tu kibali katikati ya ndugu zako utoboe. Kuna watu leo unahitaji tu kibali kwa wateja utoboe. Duka lako linahitaji tu kibali kwa wateja litoboe. Iwe kila mteja akifikiria kununua kitu anafikiria duka lako, anafikiria biashara yako, anafikiria eneo lako. Kuna watu tu unahitaji kibali ili utoboe. Niko mahali hapa kwa jina la Yesu kama mtumishi wa Mungu asubuhi hii
Nimekujia nikwambie ya kwamba utapata kibali asubuhi ya leo miongoni mwa ndugu zako. Utapata upendeleo katikati ya ndugu zako. Utapata uwezesho katikati ya ndugu zako. Kama unaamini hiyo sema fire. Kama unapenda hiyo sema fire. Nimekuja nikwambie mwana wa Mungu ulioko mahali hapa, hii kanisa unayosali sio ya watu maskini wala sio ya watu waliochoka. Tulianzia chini na kubali, lakini hatutabaki chini milele kwa jina la Yesu. Nataka nikuhakikishie ya kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye watu walimuona hana maana, baada ya muda watakuwa watu wanamtegemea. Na mwanamke huyo mmoja ni mwanamke wa NCC kwa jina la Yesu. Watu ambaye walikuwa wanamkata, naona watu wakimkubali. Watu waliokuwa wanashindana naye, naona watu wakimtegemea. Huyo ni mwanamke wa NCC, huyo ni mwanaume wa NCC, huyo ni kijana wa NCC, huyo ni binti wa NCC, huyo ni babu wa NCC, huyo ni baba wa NCC. Watu waliokuwa wanashindana na wewe wanakwenda kukutegemea kwa jina la Yesu. Watu waliopenda vita na wewe wanakwenda kunyamazishwa kwa jina la Yesu. Bwana anasimama upande wa watu wake. Kama unapenda hiyo sema fire. Kama unapenda hiyo sema fire. Kama unapenda hiyo sema fire. Sakaba. Nataka niongee na mtu leo kwa jina la Yesu. Magonjwa hayatakuwa sehemu ya maisha yako tena. Vita haitakuwa sehemu ya maisha yako tena. Mateso hayatakuwa sehemu ya maisha yako tena. Piga kelele sema fire. Sema fire, sema fire, sema fire. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Saa nyingine imekuwa vita ndoto mbaya baada ya nyingine. Nataka uchovye mguu wako katika mafuta jioni ya leo ama mchana wa leo. Ukichovya mguu wako katika mafuta, laana zinaondoka, mateso yanaondoka, chuki inaondoka, wivu unaondoka, unyonge unaondoka, utumwa unaondoka. Ukichovya mguu wako katika mafuta, ibada hii ya leo kwa jina la Yesu anazaliwa mtu wa tofauti. Asheri na ale vinono. Asheri na achovye mguu wake katika mafuta. Piga kelele sema fire. Uje Mungu akikutuma anakupa power. Mungu akikutuma anakupa backup. Mungu amenituma amenipa power. Mungu amenituma amenipa backup. Ninayo backup from heaven. Niko hapa kwa ajili ya kutamka mambo ya kinabii kwenye maisha yako. Huyo nayemuona leo amekaa kwenye kiti sio yule nitakayemuona mwezi wa 6 atakayekaa katika kiti. Hali inayokuona uko nayo leo sio hali inayokuona nayo ukiwa nayo mwezi ujao. Yule nayemwangalia leo sio yule nitakayemwangalia mwezi ujao. Sijui kama unanipata. Wamepambana kukuzuia, wakati umekuja. Time has come. Muda umekuja. Nakwambia muda umekuja. Msaidie yule mama. Huyu unayemwona hapa ndio gili mwenyewe ametumwa na Mungu kutoka mbinguni. Nimekuja niwaambie haitakuwa safari ya hospitali kila siku. Kuna kitu lazima kifanywe upya. Kuna jambo lazima lifanywe upya. Hautakuwa mnyonge kukosa sauti kwa sababu hauna pesa. Kuna jambo litafanywa upya leo. Utatia mguu wako katika mafuta. Asheri na atie mguu wake katika mafuta. Asheri alipokuja Joshua, Asheri alimpa makazi
karibu na ufukwe ya bahari. Yani Asheri alikuwa anatoboa kila mahali. Akapewa kwenye Kanaani, walipoingia Kanaani, Asheri akapewa karibu na ufukwe wa bahari. Akapewa eneo ambalo ni zuri sana, akakaa Asheri. Kwa nini? Kwa sababu Asheri ana kibali. Asheri anakubalika. Ngoja niwaambie ndugu zangu, saa nyingine unahitaji baraka za baba yako wa kiroho zibadili hali yako halisi ya maisha ya leo. Na mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kumbariki mtu ambaye anajua mimi ni baba yake wa kiroho, ambaye anajua mimi sio mchungaji tu wa kawaida. Mimi nimetumwa na Mungu kwa ajili ya maisha ya watu. Hajanituma Mungu kutafuta hela, amenituma Mungu kuokoa roho, amenituma Mungu kuuisha roho, amenituma Mungu kuuisha maisha. Mimi ni mtumishi wa Bwana, nimepakwa mafuta kwa kazi hiyo. Nataka niongee na mwanamke mmoja. Ni kweli imekuwa muda mrefu, ni kweli imekuwa vita ya muda mrefu, ni kweli kumekuwa na usumbufu wa muda mrefu, ni kweli kumekuwa na mapambano ya muda mrefu, lakini mimi baba yako nimetumwa na Mungu asubuhi ya leo. Naongea na maisha yako. Acha Asheri achovye mguu wake katika mafuta. Chovya mguu wako katika mafuta kwa jina la Yesu. Chovya mguu wako katika mafuta kwa jina la Yesu. Ninatamka baraka za rohoni kwenye maisha yako. Natamka baraka za kiuchumi kwenye maisha yako. Natamka baraka ya kibali kwenye maisha yako. Natamka baraka ya afya kwenye maisha yako. Natamka baraka ya ushindi kwenye maisha yako. Natamka baraka ya kustawi kwenye maisha yako. Natamka baraka ya amani kwenye maisha yako. Natamka baraka ya neema kwenye maisha yako. Natamka baraka ya kibali kwenye maisha yako. Asheri na abarikiwe. Asheri na abarikiwe. Asheri. Asheri. Wakati Mungu ananipa mafunuo, nilimwona Asheri kwa namna ya kipekee kabisa. Asheri ana mali. Asheri tajiri. Asheri ana kibali. Asheri ana ulinzi. Asheri anapendwa na wanadamu, anapendwa na Mungu. Asheri anaheshimika, ana wanawake wazuri. Asheri ana adabu. Asheri ana utulivu. Nikasema, Mungu asante kwa kunipa mafunuo haya. Nataka nikuhakikishie kuna raha ya kipekee. Unaye Mungu, unayo mali, unayo adabu, unayo amani, unayo furaha, unao umiliki. Si kama kuna mtu ndani yenu. Hii ndio ibada Mungu amenituma nije niipige hapa. Nataka nikuhakikishie, hata kama una mawazo haujui kitakachotokea baada ya ibada hii, mimi baba yako nimetumwa na Mungu nije nikwambie, amani iwe juu yako. Shalom. Shalom mwanamke, shalom. Shalom mwanaume, shalom. Shalom kijana, shalom. Nimekuja nikwambie shalom mama, shalom. Nimekuja nikwambie shalom dada, shalom. Nasema shalom, shalom. Shalom, shalom. Katika jina la Yesu Kristo. Wanataka ama hawataki shalom. Wanaelewa ama hawaelewi shalom. Wanapinga ama hawapingi shalom. Hiyo ofisi nasema shalom. Hiyo nyumba yako nasema shalom. Hiyo vyanzo vyako vya uchumi nasema shalom. Hiyo afya yako nasema shalom. Biashara naiambia shalom. Hiyo mishikaki unauza naiambia shalom. Hey, karibu sakaba. Nimetumwa. Amenituma Mungu asubuhi hii nije niongee na watoto wake. Anasema NCC na iinuliwe, NCC na ichanue, NCC na ipendeze, NCC na iongezeke, NCC na ikubalike, NCC na ipendwe. Rabosa kaba. Hatuwezi kuwa na Mungu tukawa mateka, tukatekwa na hali mbaya. Hatuwezi kuwa na Mungu tukatekwa na uchumi mbaya.
Asheri na achovye mguu wake katika mafuta. Asheri apate kibali miongoni mwa ndugu zake. Asheri apate eneo zuri kuliko ndugu zake. Asheri ale vinono. Asheri ale vinono. Asheri maana yake happiness. Asheri maana yake furaha. Asheri nakwambia, Asheri na achovye mguu wake katika mafuta. Kuna dimension inafanyika, utanichukulia watu kama kawaida. Asheri na aponywe, Asheri na alinde. Kuna watu kila unalofanya aliendi, kila mpango unaofanya uendi, kila juhudi unazofanya aziendi, hadi unalala usingizi upati, mambo hayako sawa. Nimekuja, Mungu amenituma nije niongee na wewe, niseme ya kwamba Asheri, angalia shughuli kule. Asheri, angalia shughuli kule. Asheri na atie mguu wake katika mafuta. Nimekuja niwaambieni ndugu zangu, wakati wa usalabu wa ibada umekwisha. Safari hii nginja, weka mguu niweke shoka kwa jina la Bwana. Safari hii paka unapenya, safari hii paka unastaa, safari hii paka unamiliki, safari hii paka unapata, safari hii paka unashinda, safari hii paka unainuka. Safari maana bila hivyo hatuendi. Musa akamwambia Asheri, nataka nikwambie, Yakobo akamwambia Asheri. Asheri aliambiwa na watu wa kutisha. Alipigwa prophecy na Musa, akapigwa prophecy na baba yake Yakobo. Nimekuja nikupige prophecy, hata kama wazazi wako hawajawahi kukwambia maneno, nimekuja nikwambie wewe ni wa maana, wewe ni wa thamani. Umebeba kusudi la Mungu ambalo litatimia. Mungu yuko pamoja na wewe, hakuna aliye kinyume na wewe. Acha ujenge, acha uanze, acha umiliki, acha utawale, acha upenye. Jinsi ya kuchovya mguu wako katika mafuta, haraka tu. Kuchovya mguu wako katika mafuta maana yake ni kutembea katika baraka za Mungu. Matokeo ya kutembea katika baraka za Mungu sio tukio linalokuja kwa kufumba na kufumbua, bali ni mchakato unaotokana na mtindo wa maisha ya kila siku. Unapoendana na utii kwa Mungu, Mungu ananitaka mimi na wewe tutembee katika baraka zake. Kwa dakika chache kabila la Asheri ni kabila ambalo linatabiliwa kuwa ni kabila lenye mafanikio ya utajiri na mafuta ya zaituni. Ni watu wasiopingwa. Huwezi kuwapinga kiurahisi, huwezi kuwapiga kiurahisi. Walikuwa na sifa njema ya kiroho na ya kimwili. Ndio utasoma Luka 2:36 hadi 38. Mwanamke mmoja, Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, mwanamke aliyebarikiwa, ni mjane wa miaka 84 anatajwa pale. Unaanza kuelewa kwa nini kabila lake lilitajwa. Ni watu waliobarikiwa. Tafsiri ya kabila la Asheri
Kuchovya mguu wake katika mafuta inaweza kuwa na tafsiri nyingi leo, kama kutembea katika baraka za Mungu, kubarikiwa na kupata baraka za kiroho, kupata baraka za kiuchumi na wingi wa mafanikio ya kila aina, kufurahia neema ya Mungu na kuwa na mapito yasiyo na taabu na masumbufu. Ndio maana kukanyaga mafuta ama kuchovya mafuta, jinsi ya kuchovya mguu wako katika mafuta. Moja, ishi maisha ya utii kwa neno la Mungu. Kumbukumbu la Torati 28:1-2, Isaya 1:19-20. 2, ishi maisha ya imani. Waebrania 11:6, Waebrania 10:38-39, Yeremia 17:5-8. Namna ya tatu, ishi maisha ya utoaji. Matendo 20:34-35, Luka 6:38. Kwa nini nimeenda haraka? Roho Mtakatifu ananiambia time is up. Time is up. Time is up. Unaweza kufunga vitu vyako. Nimesema utatufuata katika mtandao wa kijamii. Online TV ipo. Time is up. Nataka nitabiri juu ya maisha ya mtu mmoja asubuhi. Mtu ambaye anamwamini Mungu, mtu ambaye anampenda Mungu. Nataka nizungumze naye ibada hii. Nataka nizungumze naye mtu huyo, na nitakuwa natoa matamko kama alivyotoa Yakobo, kama alivyotoa Musa. Na mimi nataka nikuhakikishie maisha yako itachange, hali yako itachange. Ukiwa umeweka vitu vyako vizuri, unaweza kusimama mbele za Bwana. Uwezi kuchukua prophecy ukiwa umekaa. You have to raise up your feet. Asheri akachovya mguu wake katika mafuta. Asheri unaona unatoa kiti, lakini nataka nikwambie saa nyingine unapotoa kiti unamzuia malaika kufanya vitu vyake. Hii sio ibada tena ya kawaida kama unavyofikiria. Kwa sababu kuna maisha ya mtu yanatakiwa kubadilishwa. Kuna maisha ya mtu, ibada hii yanatakiwa kubadilishwa. Kuna maisha ya mtu mmoja tu, ibada hii. Mungu alizungumza na Asheri, alitumia Yakobo akazungumza na Asheri. Mwanzo 49:20. Akamtumia Musa akazungumza na Asheri. Kuna mtu mmoja anayehitaji maneno haya. Nataka nitabiri kwenye maisha yako kwa kutoa matamko kwa ajili ya maisha hayo. Funika macho yako. Roho
mwanamke mmoja ananiambia kile nimemwambia mwanamke mmoja, wewe ndio maana nilikwambia uje ibada hii, unahitaji ibada hii. Anamwambia mwanamke mmoja, wewe hapo ndio nilikwambia usikose ibada hiyo, unahitaji ibada hii. Maisha yako yabadilike. Kama Mungu aishivyo, kwa jina la Yesu Kristo, wanawake wa kanisa hili, mahangaiko yamekuwa mengi. Hakuna kitu mnafanya kinatokea, hakuna kitu mnafanya kinasimama, hamna kitu mnafanya kinaenda. Wanaume wa kanisa hili, alfajiri na mapema na kurudi nyumbani usiku mwingi, hakuna kitu kimetokea. Wana mawazo, maisha haya hadi lini? Maisha hayo hadi leo, maisha hayo hadi mwezi huu mwisho. Upate kibali miongoni mwa ndugu zako. Wewe uliyesimama kwa jina la Yesu Kristo katika ibada hii, naongea na roho yako, naongea na maisha yako, naongea na wewe kwa jina lako. Upate kibali miongoni mwa ndugu zako. Pokea kibali miongoni mwa ndugu zako kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Ule vinono, ule vinono, ule vinono, ule vinono, ule vinono, kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wewe uliyekatisha tamaa, wewe ambaye wanakuchezea, wewe ambaye wanakusumbua, ninatamka kuanzia sasa, yale yote yanayosumbua ndani ya mwili wako, labda ni mifupa yako, labda ni nyama yako, labda ni ngozi yako, labda ni kichwa chako, labda ni damu yako, labda ni mazingira yako, ninatamka kuanzia leo, hayo yote yaondoke, hayo yote yaondoke, hayo yote yaondoke. Huo ukata uondoke. Pesa ije nyumbani kwako, afya ije nyumbani kwako, furaha ije nyumbani kwako, utulivu uje nyumbani kwako, neema ije nyumbani kwako, kibali kije nyumbani kwako. Hayo yote unachukua hiyo baraka. Inua hiyo mikono yako unachukua. Na unajua kwa sababu yale ilikuwa yanatumika ni maneno ya kinabii, ninaindua hiyo miguu yako, hiyo miguu yako kukanyaga mafuta ama kuchovya mafuta inamaanisha kumiliki mali. Ninaiinua hiyo miguu yenu sasa, naiinua hiyo miguu yenu sasa, na naiweka kwenye mafuta ya Roho Mtakatifu. Naichovya hiyo miguu yako mama, nachovya miguu yenu, nachovya miguu yenu, nachovya miguu yenu, nachovya hiyo miguu yako kwenye mafuta, naichovya hiyo miguu yako kwenye mafuta, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu. Nachovya hiyo miguu, 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 nachovya hiyo miguu,
unasumbuliwa na kukataliwa, tangu umeolewa, tangu umeingia kwenye hiyo nyumba, tangu umeenda pale, hakuna mtu anakukubali, na wewe unajua. La kuchukua wewe mwanamke, ninainua miguu yako kwa imani, ninaichovya katika mafuta, nachovya. Nitafutie huyo mwanamke, nachovya. Tafutie huyo mwanamke yuko huko, anachovya. Nachovya miguu yako, nachovya. Naichovya miguu yako katika mafuta ya Roho Mtakatifu. Naichovya miguu yako, nachovya sauti yako. Hawataki hata sauti yako, hawataki hata kukuona, lakini ndio ushaenda kwa. Nataka nikwambie, asubuhi hii ama jioni hii ama mchana huu, usipofungua moyo wako utachelewa. Dada utachelewa, mama utachelewa, baba utachelewa. Nataka nikuhakikishie, kuna operation sio ya kawaida, kuna operation sio ya kawaida, kuna operation sio ya kawaida, kuna operation sio ya kawaida. Unateseka na namna ya kuendesha maisha yako, na kuona unateseka, unatamani upate uwezo wa kuendesha maisha yako, lakini umekuwa na wakati mgumu wa kuendesha maisha yako. Yaani ni shida, hela ya kula shida, hela ya mavazi shida, hela ya umeme shida. Wewe naongea na wewe, inua mikono yako juu zaidi, alafu malaika anapita pale anakupiga, alafu malaika anapita pale anakuchukua, alafu mwangalie yule dada, alafu malaika anapita pale anakuchukua, alafu malaika anapita pale anakuchukua, alafu malaika anapita pale anakuchukua, alafu malaika anapita pale anakuchukua. Wewe naongea na wewe, maisha yako ni shida, yani imekuwa tabu. Hadi wakati wa kula ni tabu, hata wakati wa kodi ni tabu, hata wakati wa unauli ni tabu. Wewe unahitaji ibada hii. Naona baraka za Mungu juu yako. Natamka baraka za Mungu juu yako mwanamke, natamka baraka za Mungu juu yako mwanaume, natamka baraka za Mungu juu yako kijana, natamka afya, natamka neema, natamka wepesi, natamka kibali, natamka umiliki, natamka asheri. Tuko na wingu la Roho Mtakatifu ibada hii, tuko na wingu la Roho Mtakatifu. Wewe unasemaga ni Pentecost, acha sasa Roho Mtakatifu afanye mambo yake. Wewe unasemaga umeokolewa, acha Roho Mtakatifu afanye mambo yake. Acha kutikise, acha kutengeneze. Nisaidie wewe mwanamke, nisaidie wewe mwanamke, nisaidie wewe mwanamke. Acha kutengeneze, acha kutikise, acha kutikise. Mafuta sio mchezo, acha kutikise. Asheri ya kushindwa, hautashindwa. Huwa uvamizi wako wa mara kwa mara, huwa usumbufu wako wa mara kwa mara. Karibu sakaba indarakasaka oribosiba yakandarabasa orikorobosiba yarabasaka. Kuna mtu namrudishia baraka zake, nakurudishia haya, nakurudishia wewe, narudisha huo mguu, 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 nakurudisha wewe, narudisha baraka, narudisha ujasiri, narudisha furaha. Hakuna utakachopoteza ambacho Mungu ameweka mikononi mwako, katika jina la Yesu.
kufanyika. Wala usinyamaze, wala usinyamaze, wala usinyamaze, wala usinyamaze. Nachovya mguu wangu katika mafuta. Nachovya mguu wangu katika mafuta. Nachovya mguu wangu katika mafuta. Msaidie yule dada pale. Nachovya mguu wangu katika mafuta.